kwamba ingawaje jana kidogo aliongezea limao akisema kwamba huenda pia Morocco nao kama itakuwa ni siku yao mzuri kama wanavyokwenda katika hizo mechi zingine wakafuzu, lakini jana safari yao ilikuwa imefika mwisho pale na walikuwa wamefanya kazi ya kutosha bwana. Hata mkufunzi wao anasema wanasubiriwa na wengi kwa laki kutokana na juhudi na jitihada zao. Moses Wahisi kutoka Doha, Qatar, hebu kwanza nipe maoni yako kuhusiana na matokeo ya hapo jana Ufaransa kumbandua nje Morocco. Ufaransa, Bahaji utakubali, pia alikuwa na kibarua kigumu sana kumbandua nje Morocco kwa sababu mechi ilichezwa, ile bao ya kwanza kidogo ilifanya kikosi cha Morocco ikapata kusuasua kwa sababu ni bao ambayo iliingia mapema sana na huenda ikawa ilichangia pakubwa sana Morocco kutolewa katika kipute cha kombe la dunia mwaka 2022. Ilikuwa ni mechi tamu, Bahaji utakubali, lakini unajua Wafaransa nao ni wabingwa watetezi, walikuja na kwa vyovyote vile wanajaribu kutetea taji lao. So swali hivi sasa Bahaji ni je, wataweza ama hawataweza dhidi ya Argentina na mibabe wote wakiongozwa na Lionel Messi, Bahaji. Lakini kipute kilikuwa ni kipute ambacho kiling'aa, ambacho kilishabikiwa na wengi na kilikuwa na utamu, Bahaji utakubali. Hakika ilikuwa mechi tamu na naweza kusema Morocco ilikuwa mechi yao best. Kipindi cha pili walicheza vizuri sana Wahisi. Walicheza vizuri sana hawa vijana wa Morocco, lakini kidogo unajua iwapo utacheza vizuri lakini mabao yasije yakakubali, basi hivyo ndio unapata kubanduliwa na kufurushwa katika kipute cha kombe la dunia. Na hivi sasa najua Bahaji, watu wengi sana wanasubiri kuona finali, na kumbuka finali itakuwa ni kikosi kutoka Afrika Kusini kigaragazana dhidi ya huyu Mfaransa. Na hapa ambapo nipo najua mashabiki wengi tu katika hali ya pitapita zao na pitapita hapa, lakini wacha nikuonyesha historia ya Amerika Kusini, wanaoita wale mibabe wa South America. Mti huu ni mti ambao watu wengi sana wameutambua kama the tree of dreams, ndoto baada ya ndoto, Bahaji. Na hivi sasa mashabiki wa kikosi cha Argentina najua wana ndoto. Hivi sasa najua baadhi tu ya mashabiki ifikapo majira ya saa 1 leo usiku watakuwa wanafika hapa tena kwa wingi sana kuona historia ambayo imeshiba sana ya mibabe wa kutoka Amerika Kusini ama South America. Na katika mti huu najua kuna baadhi tu ya vigogo hao ambao walifika hapa hivi wakatia sahihi rasmi. Si sahihi imbo, kuna jamaa anasema sahihi imbo, hii ni sahihi rasmi ambayo unaona kina Ronaldinho alikuwa hapa akapata kutia sahihi yake pale. Tunaona Messi alikuwa hapa pia akapata kutia sahihi yake katika tu ile hali ya kuhakikisha kuwa kwa vyovyote vile wanaendelea kuinua hadhi ya mpira kutoka Afrika, kutoka samani nafikiri tu juu ya Afrika kwa sababu ya Morocco, lakini ni Amerika Kusini. Kwa hivyo mashabiki wanafika hapa, baadhi ya hao mashabiki wanachagua timu ambayo wanasema huenda ikawa ndio timu bora zaidi ukiangalia kutoka pale Amerika Kusini. Na katika hiyo hali tu ya kuendelea kufanya hivyo, wanazidi tu kushabikia vigogo wa Argentina. Na katika ile hali ya kushabikia vigogo wa Argentina, kuna fursa pia mashabiki wanakuja tu hapa kidogo, wanajaribu kupiga tuna ile statue wanasema ya Diego Maradona. Vile vile upande huu mwingine tunayo ya gwiji Pele, ambapo mashabiki wanafika kidogo wanajaribu tu kupiga picha katika ile hali ya kufurahia na kushabikia vigogo hawa. Lakini Bahaji, sijui ukiulizwa utamchagua moja, utamchagua nani? Iwapo utamchagua Maradona upande huu ama utasema kuwa ni Pele ambaye anatosha, Bahaji? Mimi Wahisi, unajua Brazil ndo nimekuwa nikishabikia, shabiki sugu wa Brazil, kwa hivyo nitakwenda upande ule wa bwana Pele hapo, na nimefurahishwa kweli na masanamu hayo. Unaenjoy huko, unajua unatokezea ile tamaduni na ya soka kweli. Sasa nikuulize Wahisi, je, hawa Qatar walivyosema kwamba wanataka watu waone, wapate uhalisia kwamba ni kombe la dunia lenye utofauti, utamaduni wa Kiarabu na pia utamaduni wa soka vizuri umeonekana, umekubaliana nao, umeridhishwa kwamba hakika yameshuhudiwa hapa Qatar ndani na nje ya uwanja? Nakubali kweli kabisa, Bahaji, ameshuhudiwa kwa sababu imekuwa ni soka ambayo imewaridhisha wengi tena sana.
kiasi cha haja, kwa sababu watu wakata, nakumbuka kabla ya kipute kung'oa nanga, kuna watu wengi sana walikuwa wanasema huenda kukakuwa na msuko, huenda mashabiki wasije wakaridhishwa vile ambavyo inastahili, huenda pengine kukakuwa na tofauti hapa baadhi tu ya mashabiki, lakini nikueleze tu peupe, mashabiki kwa ujumla walijitokeza wengi tena sana, wakafurahia wengi tena sana, na kwa vyovyote vile nao wachezaji katika uwanja wakafanya vile ambavyo walikuwa wanastahili kufanya, na hiyo ni kucheza mchezo ambao unaridhisha. Na katika ile hali tu ya kucheza mchezo ambao unaridhisha, najua viwanjani na kukuambia mechi zimekuwa ni za kukata na shoka. Nje ya uwanja nao mashabiki wakaleta utamu kiasi cha haja. Najua hivi leo kwa sababu ni siku ya mapumziko, watu wengi sana watakuwa wanasongea katika eneo la Fun Festival pale Bahaji. Najua zako watu wananengua, na wewe ni mmoja wa wale watu ambao wanapenda unenguzi, kwa hivyo pengine ungekuwa unastaarabika na ukifurahika, lakini ndio hali tu ya soka na ndio hali tu ya mashabiki kuja pamoja. Na hivi sasa najua mashabiki wengi pengine timu zao zilipata kufurushwa na tayari zishaelekea nyumbani, lakini tu kwenye hali ya kushabikia kikosi cha Argentina na kikosi cha Ufaransa. Ni finali ambao inapigiwa upatu kuwa finali ya kukata na shoka, itakuwa na utamu kiasi cha haja, na ndio hali tu halisi. Bahaji, naona kuna shabiki hapa. You support Messi? What? Messi, you love Messi? Yeah, I love Messi. Anasema anapenda Messi. Lakini ndio hali Bahaji. Wahisi hapo ungemuuliza Ismuka, jina lako nani, Kef Khalik. Haya, sasa Wahisi, hebu nikuulize, katika zile mechi ambazo umekwenda kutazama mwenyewe live uwanjani, ni gani likusisimua zaidi mpaka katika semi finali hizi ambazo tumemaliza kutoka mwanzo? Ni mechi gani ile unasema itasalia kwenye kumbukumbu kwako, ilikuwa ajabu? Pengine nitaanza na ile mechi ya vigogo wa Ghana walipokuwa wanapiga pale hivyo na Portugal, kwa sababu ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa na utamu fulani tu ya mashabiki pale kabla na pia baada ya mechi. Ilikuwa na msisimko mkubwa tena sana. Mechi vile vile ya jana Bahaji ni mechi ambayo ilikuwa na utamu tena sana, kwa sababu mashabiki wengi sana jana walikuja wakiwa na ari kubwa sana ya kusema kuwa kikosi cha Morocco kitapata kutoa ushindi. Ikawa sivyo, lakini pia mechi nyingine ambayo ilinisisimua sana ni mechi ya Morocco dhidi ya Uhispania. Hii ni mechi ambayo watu wengi sana, mashabiki wengi sana walijitokeza. Kulikuwa na dance chungu nzima, na vile vile Bahaji pia nitasema kiasi cha haja mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza sikupata kushuhudia kwa sababu sikuwa nimewasili. Niliwasili siku 2 baada ya mechi ya kwanza, lakini mechi ya kwanza kwa mtizamo vile ambavyo nilifuatilia pia ni kama ulikuwa na utamu kiasi cha haja ambao pengine sikuweza kuona. Lakini hizo ambazo nimetaja katika mechi ambazo niliwasilia mwenyewe kabisa zilikuwa ni mechi tamu tena sana. Lakini Bahaji kidogo, wacha tusikize mashabiki jana, kwa sababu baada ya mechi ya jana kulikuwa na mashabiki wengi ambao walikuwa wamejitokeza tu kupiga jeki na kujaribu kwa vyovyote vile kuona iwapo Morocco atapata kutoa ushindi. Wengine walikuwa ni mashabiki ambao walikuwa wanashabikia timu ya Ufaransa. Na ni nini haswa ilijiri baada ya mechi? Kulikuwa na mashabiki ambao walisema wale mashabiki wa Morocco walikuwa ni wengi, lakini kulikuwa na